Sijapenda kufanya hizo video kwa ndefu ndefu, ndio maana naamua kuweka hizo kwa jaribu video fupi fupi kwa ajili ya kuleta uhalisia kidogo kinachoendelea. Pili imekuja ni kwamba watu wamekuwa wakizungumza Urusi na China kwa namna tofauti kuhusiana na kilichotokea kati ya Marekani na Venezuela, kwamba Urusi hana uwezo wa kulinda taifa lolote. Amekuwa akishirikiana na wewe, ila pale unapopata matatizo anabaki anakuangalia na yani anakaa mbali. In short, mnaweza kuwa sahihi au msiwe sahihi kihivi. Kilichomponza rais wa Venezuela sio nguvu kutoka nje, wala sio Marekani. Kwa mimi kwenye hili siwezi kumpa Marekani credit hata kidogo, hata moja. Issue iliyomponza rais wa Venezuela ni usaliti mkubwa uliofanyika ndani ya taifa lake. So kwa hilo pia anapaswa kuhojiwa yeye ni nini alichokifanya kiasi kwamba ametengeneza usaliti mkubwa ndani ya serikali yake. Kwa sababu aliwahi kusema, miongoni mwa wanaharakati wetu wa mwanzo kabisa, nimemsahau jina, aliwahi kusema kwamba if there is no enemy within, enemy without will do no harm. Kama hakuna adui ndani, basi adui kutoka nje hawezi kufanya lolote. Haitokuja katokea, haiwezi katokea na haitatokeaga kwa taifa lolote, hata liwe ndogo kiasi gani. Unaona Marekani na nguvu mnazo msifu alizonazo, hana uwezo wa kuivamia hata nchi ya Burundi bila kupata taarifa kutoka ndani ya serikali ya Burundi. Yaani hiyo haitokuja na haitokai katokea. Hakuna uvamizi wa eneo yote unaweza kutokea bila mvamizi mwenyewe, mtu mwenyewe, yani taifa lenyewe linaloenda kuvamia, kuwa na taarifa za eneo husika. So kitendo cha Marekani kuingia ndani ya Venezuela, kufika hadi ikulu, hadi nyumba anayoishi rais, na kumchukua rais kama wananyakua kuku, inaonyesha ni namna gani uvujaji wa siri za serikali ndani ulikuwa ni mkubwa kiasi hicho kwamba hadi taifa lingine wanapata information kwamba pita hapa, fanya hivi na hivi. Je, tujiulize kwa hivi, hadi serikali ya Marekani inaingiza ndege za kivita kuvamia ndani ya serikali. Yani masuala ya ulinzi nini, ulinzi wa nchi ulikuwa uko wapi? Kwa sababu inapotokea kuna kitu cha hatari kinapofika, lazima ulinzi wa nchi uwe kwanza kupata information. Na kama mpata information, ni lazima wamuinform rais kinachoendelea. Na kama ikionekana ni tatizo ambalo haliwezi kutatuliwa kwa haraka, lazima rais angekimbia. Ila ananyakuliwa amelala kama kuku yani. Inaonyesha ni uvujaji wa siri kiasi gani ndani ya ikulu yake. So tatizo linaanzia ndani kwanza. Kwa hiyo kwenye hilo sio swala la Urusi, sio swala la China, bali ni swala la yeye alishindwa kutengeneza serikali itakayolinda taarifa za nchi yake, kiasi kwamba imekuwa rahisi kwa taifa kutoka nje kufika kumvamia na kufanya walichokifanya.